equal to every citizen of the Republic of Kenya. Tumeelewana jameni? Na ndio sababu hiyo leo mimi nimefika hapa Garissa. Ile passport office ilikuwa hapa ambayo ilikuwa imefungwa. Na ilikuwa imefungwa kwa vizuizi ndogo ndogo. Mimi naenda kufungua hiyo passport office leo. Hakuna haja tena ya kwenda kutafuta passport Nairobi. Sasa mtakuwa na mnapata passport yenu hapa Garissa. Wale mnataka kwenda haji ama hiji, si namna hiyo? Wale mnataka kwenda haji, sasa mnaenda haji kwenda kuhiji ama wale mnaenda haji sasa mambo yenu ya passport mtapata hapa. Na nimemwambia watu wa immigration, ili tusiwe na msongamano ya watu wanaenda kwa maombi, nimewaambia watoe green channel ya wale watu wanaenda haji, wasisumbuliwe kwa airport, kwa sababu wanaenda kuombea hata na nchi yetu na wanaenda kutuombea sisi zote. Tumekubaliana jameni? Leo vile vile nimefika hii Garissa kwa sababu hii Garissa ndio county yenye iko na ng'ombe nyingi sana Kenya. Kenya hii has the third largest herd of livestock in Africa. Na county ambayo inaongozwa ni Turkana ikifuatwa na hii ya Garissa. Tunaelewana? Na pale mbeleni tumekuwa tukiweka pesa ya serikali kwa chai, tunaweka kwa hawa, tunaweka kwa mahindi, tunaweka kwa sukari. Nimesema mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa ng'ombe na mifugo yetu vile vile. Na ndio sababu hiyo nimesema ile pesa mmekuwa mkitumia kwa chanjo ya ng'ombe, sasa serikali ya Kenya itawalipia. Nyinyi mnanielewa? Na ndio tumeanza hapa leo, na mimi nashukuru governor wa hapa na viongozi wa hapa. Ng'ombe almost 20% ya ng'ombe imechanjwa, kwa sababu kama tunataka kuendesha kilimo ama biashara ya ufugaji, kama tunataka nyama yetu iwe na bei ya sawasawa na maziwa yetu iuzwe katika soko ya Kenya, ya region na ya kimataifa, lazima tuwe a disease free country. Kama tuko na magonjwa kwa ng'ombe zetu, kama tuko na magonjwa kwa mbuzi zetu, tutakuwa wenyewe tuna undermine ile market ambayo tungepata ya mifugo yetu, market ya Kenya, market ya East Africa, market ya Africa na market ya kitaifa, ya kimataifa. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Garissa, si mnajua tunauza chai ng'ambo? Si mnajua tunauza kahawa ng'ambo? Si mnajua tunauza mambo hiyo ingine ng'ambo? Hata maua pamoja na mboga tunauza ng'ambo. Tukiuza nyama ng'ambo iko makosa? Tukiuza maziwa ng'ambo iko makosa? Sasa watu wanatuletea Kiingereza kidogo kidogo, si ndio? Na mkiona wale wanalalamika ni watu sijui wamesomea wapi. Si mimi niko na PhD? Si mimi naelewa nini inaendelea Kenya? Sasa mimi napata watu wengine wako na elimu kidogo kidogo wanajaribu kunifundisha. Mnanifundisha kazi gani? Ama namna gani jameni? Sasa wewe mtu mfugaji, wacha nikuulize. Wewe mfugaji,
Simuseme amini hata nyinyi, kwani sasa nyinyi ama nyinyi si Waislamu? Haya, ndio nilikuwa ninasema hiyo mambo ya ufugaji tunaendesha vizuri, na mimi nimeamua ya kwamba vile tunaweka pesa ya serikali kusaidia kilimo ya miwa, kusaidia kilimo ya kahawa, kusaidia kilimo ya sukari, kusaidia kilimo ya chai, pia tutaweka pesa ya serikali kusaidia ufugaji, tuhakikisha kwamba nyama yetu ni ya sawasawa, maziwa yetu ni ya sawasawa, na tunapata mapato na soko ya kutosha, ili wakulima wetu na wafugaji wapate kuongeza mapato yao na tuzalishe uchumi wa Kenya, Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana jameni? Vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu hii Garissa imekaa bila title deeds kwa miaka nyingi. Title deeds watu wamepata ni kidogo sana. Leo nimekuja hapa na waziri wangu wa mambo ya ardhi na makao, na leo tunatoa title deeds ya watu wa Garissa County. Ndio watu wawe na title deeds zao, waweze kujisimamia na waweze kuendesha maisha yao. Leo vile vile nimekuja maneno ya affordable housing. Nyinyi vijana wa Garissa nataka mnisikize vizuri. Sawa sawa vijana? Vijana wa Garissa mko? Vijana wa Garissa mko? Mbona sikii sauti yenu vijana wa Garissa nisikie? Sikizeni wangwana. Kama wewe ni architect, kama wewe ni engineer, kama wewe ni quantity surveyor, kama wewe ni plumber, sijui electrician, sijui wewe ni mason, sijui wewe ni carpenter, sijui umesomea ufundi gani, sijui wewe ni wa aina gani. Hapa tunajenga nyumba 400 ya kwanza, tuko na vijana pale karibu 700 wanafanya kazi. In the next 2 weeks tunaanzisha nyumba zingine 1000. Tunahitaji vijana 2000 wa kufanya kazi hiyo ya affordable housing hapa Garissa County. Hapa tunajenga soko zingine 7 ya watu wa Garissa County. Tumeweka shilingi milioni 350 kujenga another 7 modern markets in Garissa County. Na hapa katika town yenu tuko na soko kubwa ambayo ilichomeka siku nyingine inaitwa ati mnasema soko Mugdi. Hiyo Mugdi lazima tubadilishe. Kwani inakuwa nyeusi kila siku ya nini? Subadilisha ikuwe white ama nini? Sasa hiyo soko sikizeni. Si tuko hapa na wafanyabiashara wa soko. Waambie mimi nimetoa milioni 500 ya kujenga hiyo soko upya. Na mimi nataka wajipange. Sawa sawa? Na mimi nataka governor na county government utusaidie kupanga hawa wafanyabiashara. Hawa wafanyabiashara wanaogopa ya kwamba wakitoka hapa tujenge soko mpya, pengine watu wengine wakaletwa wakaendesha biashara yao. Mimi nataka niwaambie wafanyabiashara wa soko, sisi tutaweka orodha ya sawasawa. We want to build a modern market for Garissa County, mahali ambapo iko na nafasi mzuri. Kama wafanyabiashara pale leo ni 1000, tunataka wafanyabiashara 2000 kuzidi wafanye biashara hapo. So we are going to expand that market, and I want to ask the leadership of that market, the leadership of the county government, washirikiane ndio mtupatie nafasi. We have the resources to build a modern new market for Garissa people. Ndio muweze kupata mahali ya kununua chakula na biashara yenu iendelee, na wakulima wasipate mazao yao ikaharibika. Hapo kwa hiyo soko mpya tutaweka cold rooms, tutaweka storage ambayo wakulima wataweza kutumia kama offtake ya mazao yao. Vile vile mimi nimekuja hapa Garissa siku ya leo kwa sababu nataka muelewe ya kwamba in the Republic of Kenya mambo matatu ni ya muhimu. Nimesema every citizen must be treated equally. That's why we are removing vetting. Jambo la pili tumesema ya kwamba lazima to connect electricity. Watu wa Garissa mimi nataka niwatangazie, tumewapatia bilioni 2 ya kuunganisha stima kwa watu wengine 15,000 wa Garissa County. Na mimi nataka nikubaliane na viongozi hawa, kila mjumbe anajua pesa ngapi iko kwa constituency yake. Vile vile tumeweka mradi wa off grid, mahali ambapo national grid haijafika tutaweka off grid, ndio wale watu wako mbali pia wawe na umeme na waishi kama Wakenya wengine. Na tumepanga vile vile jambo la tatu ambaye ni ya muhimu, infrastructure. Nyinyi mnajua Kenya wakati tulianza ilijengwa reli na barabara
kutoka Mombasa kwenda Nairobi kwenda mpaka Malaba, na hiyo transport corridor ndio mwisho. Mambo yote ya development ikafuata hiyo transport corridor, na ndio nimesema for a difference, sasa tutakuwa na transport corridor ingine. Transport corridor kutoka Lamu kuja hapa Garissa kwenda Moyale, kwenda Isiolo, na kutoka Isiolo tuunganishe ile barabara ya kwenda Kulamawe, kwenda Modogashe, kwenda Samatar, kuungana Wajia, kwenda Tarbaj, kuungana Ramo mpaka ifike Mandera. Nyinyi mnanielewa? Hiyo transport corridor ndio itafungua potential ya Northern Kenya. Mnajua hiyo barabara ya kutoka Lamu kuja Garissa hapa kwenda mpaka Isiolo, ati watu walikuwa wamesema iwekwe Maram. Barabara kama namna hiyo inawekwa Maram. The first day mimi nimeingia kwa ofisi nikasema hiyo barabara ibadilishwe iwekwe lami. As we talk saa hizi hiyo barabara inaanza kutandikwa lami from Lamu all the way mpaka Isiolo. Na ile ya Isiolo kutoka Isiolo mpaka Mandera kilomita 750. I give you my undertaking, by 2028 that road will be complete. Tuko na contractors 11 ambayo wanafanya hiyo kazi, na tumeweka pesa ya serikali, pesa ya World Bank, pesa ya ADB, pesa ya Arab Bank, bilioni 100 kujenga hiyo barabara 750 kilometers from Isiolo all the way to Mandera. Ama nyinyi watu wa Garissa mnataka tufanye namna gani? Kama barabara ile ya kwanza ilijengwa mpaka ikafika Malaba, tukijenga hii kwenda Mandera iko makosa? Watu waache maneno bwana. Sijui kama tunaelewana my friends. Tunaelewana? So hiyo barabara kubwa hiyo ni assignment yangu, and I want to make sure that it is done. Kwa sababu we have already negotiated all the contracts and we are going to build that road. Na ile mambo ingine yote tutashirikiana, tutahakikisha kwamba vile Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, hakuna sehemu ya Kenya inabaki nyuma. Watu wa Garissa mnasema tuendelee ama mnataka tufanye namna gani? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Ndio nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Sasa nyinyi watu wa Garissa, wale mulipiga kura na sisi Kenya Kwanza, na wale hamukupiga kura na sisi, sasa sisi wote ni timu moja. Ama mnataka tuendelee kuwa timu tofauti? Sasa sisi ni timu moja. Watu wa Garissa, mimi nawauliza, niunganishe hii Kenya ama mnataka iwache itengane? Si tuunganishe? Na wale viongozi wengine wadogo wakora wengine wanasema ati wanataka kutupagua. Mimi nimewaambia mambo ya ukabila, mambo ya chuki, mambo ya kugawanya wa Kenya haitafaulu katika Kenya hii. It is my responsibility and I intend to execute that responsibility to unite all the people of Kenya, because God did not make a mistake to keep us, all of us in Kenya. We are one people, one nation with a common destiny, the people of Kenya. Na hapo ndio tutasimama pamoja. Watu wa Garissa mnasema tuungane jameni? Nasema tuungane? Hebu ni wale wanasema tuungane, tutembee pamoja. Bas, niko hapa na viongozi wengi. Niko na muungwana anaitwa Profesa Kithure Kindiki Abraham. Huyu naibu wa rais. Asonge hapa, asonge kidogo naibu wa rais, songa mbele hapa kidogo. Hawa na huyu jamaa muungwana amekaa namna gani? Asante Mheshimiwa Rais. Garissa oye! Garissa oye! Naomba mnisalamie oye! Asante Rais. Rais, asante sana kwa sababu ya ziara yako hapa Garissa. Rais, kuna mambo ambayo yamefanyika chini ya uongozi wako ambao tunashukuru. Kwanza, watu wa sehemu hii ya kaskazini mashariki kwa wakati mrefu, miaka 60 sasa, wamekuwa wakipitia wakati mgumu wakati wanatafuta ID na passport. Lakini wewe Rais umesema ile process ya vetting ya ID na passport iondolewe, na hiyo ni jambo kubwa sana. Ya pili, umesema badala ya wananchi kutoka hapa vijana
kusafiri kwenda Nairobi kutafuta passport, wapatiwe passport katika ile ofisi nimekuja kufungua siku ya leo. Kitu ya pili, Mheshimiwa Rais, ni vile umesema ya kwamba wananchi wote wasaidiwa katika ile vitu inawaletea riziki, watengeneze pesa, watengeneze mali na ile vitu Mungu amewapatia. Sehemu zingine wako na majani chai, wako na kahawa, wengine wako na samaki. Watu wa Garissa na North Eastern wako na mifugo, na ndio umesema ili mifugo yetu ifike ng'ambo, wananchi wapate bei nzuri, lazima tuchanje mifugo wetu ili mifugo isiwe na maradhi. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, ni vile umesema ya kwamba ili nchi yetu ikae na umoja, lazima maendeleo ya nchi yafike kila mahali. Ndio umesikia barabara na vile vitu vingine ambao rais ametaja, ikiwemo barabara ya Lapset ya kutoka Lamu, Garissa, Isiolo na ile ya kutoka Isiolo mpaka Mandera. Mtaendelea kuunga mkono rais? Rais aendelee kuunganisha nchi. Mnaunga mkono Rais William Ruto? Wapi mikono ya rais? Asante sana. Haya, niko hapa na ndugu yetu Mheshimiwa Bare. Watu wa Garissa, asalamu alaikum. Mumekaribisha rais. Sasa tulikuwa hapa akiwa deputy president. Sasa yeye ndio mdosi hapa Kenya. Your Excellency, I want to thank you kwa sababu umefanya maajabu ambayo haikuonekana katika serikali zote zilipita. Hata hii bridge unaenda kufungua, Your Excellency, hii bridge unaenda kufungua ni ile bridge ilijengwa na ukoloni. Mzee Moi hakujenga, Kibaki hakujenga, Uhuru hakujenga. Sasa hata ilikuwa ukipita inatetemeka kidogo. Lakini leo unaanzisha bridge zaidi ya 1.5 billion. Ile ingine zaidi tuko naye tutatumia kupitisha ngamia na ng'ombe. Ya pili, Your Excellency, utaingia historia. Jana tukiwa huko Wajia, umeweka sahihi kikatiba ya kusema mtoto wa North Eastern Mohamed na Abdi lazima wafanywe na wasibaguliwe wakienda kutafuta kipande na pasipoti. Hiyo ilikuwa shida kubwa sana hapa, Your Excellency. Your Excellency, ya tatu, tumetenga katika serikali zote barabara inaishia hapa Modogashi, na ile unaanzisha kutoka Garbatula inapitia Kulamawe mpaka Modogashi mpaka Mandera hapa Swain. Your Excellency, itakuwa ni legacy yako na hii wafugaji na hawa Somali wa North Eastern. Sisi tulisikia juzi iko mtu mwingine tulimfukuza kazi, anatukana hii jamii. Ukasomena magli ninki shakala ngapi hina melaha bajak shega ninki rigijile da rigijizo mgeresin. Mtu amepewa deputy president akashinda kushika kazi yake. Sio mtu ni si mimi nimepewa waziri na rais. Sasa mimi nikishinda kushika hiyo kazi yangu ya uwaziri na bunge inifukuze, si mimi ndio nimeaibisha Garissa? Nyinyi mnataka niombe tu kwa mkono muonyeshe inshallah 2027 sisi wafugaji wote wa North Eastern, Isiolo, Marsabit, Turkana, uko wa Masaini na Samburu na Pokot, sisi tutapigia Mheshimiwa William Samuel Arap Ruto. Si ndio? Wangapi wanasema watapigia Mheshimiwa Ruto? Asanteni sana. Haya, niko hapa na gavana wetu jameni, Mheshimiwa Jama, mpigeni makofi, yuko pale gavana wetu. Kutoka Marsabit, ndugu yangu Mheshimiwa Mahmoud Ali. Niko pale na niko hapa na mbunge wetu wa Garissa Town anaitwa Major Deko.